Habari yako, natumai hujambo. Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mtoto wa Marehemu. Imeandikwa na Abdul Nasir Omar na inasimuliwa na mimi msimuliaji wako DJ Stan. Sehemu ya pili. Baba alisimamia katika msimamo wake ule ule, huku baba mdogo akiendelea kumfosi lazima afanye anachokitaka. Kutokana na ukaidi wa baba yangu, baba mdogo alishikwa na hasira, akanyanyua silaha na kumfyatulia mama yangu. Mbele ya macho yangu, nilishuhudia mama yangu akifariki dunia kwa kuuawa na ami yangu. Nilitamani kupiga kelele, lakini nilijikaza niendelee kuona nini kitaendelea kutokea kwa baba yangu. Kutokana na tukio lile, baba yangu ili kunusuru uhai wake, alikamata karatasi bila kushurutishwa na akasaini kubadili mali zake zote kwa baba yangu mdogo. Mr. Henry akaongea, "Nice bro. Hapa umefanya kile ninachokitaka. Hehehe. Nimekuwa milionea sasa." Mr. Masawe, hii dhambi itakuandama siku zote za uhai wako. Mtu mzima hatishwi nyao. Sasa baada ya tukio hili, unadhani nini kitafuata? Na wewe utamfuata mke wako kule alipokwenda? Huwezi amini, licha ya baba yangu kusaini mali zake zote kwa baba mdogo, lakini haikuwa dawa, pale na yeye akamuondoa. Hapo ndipo uvumilivu ulinishinda. Pale Gifti akapiga kelele ambayo ilikuwa ina mayowe makubwa, "Baba!" Wale waliokuwepo pale wote wakageuka na kuniona mimi nimesimama pembeni. Baba mdogo alishangaa sana, hakujua kama mimi ningekuwepo hapo. Mr. Henry akasema, "Gifti mwanangu." Gifti akajibu, "Acha kuniita mwanao. Wewe ni adui wa maisha yangu, siku zote za uhai wangu. Nakuchukia." Mr. Henry akajibu kwa kicheko cha dharau, "Ha. Panya mdogo amepata nguvu ya kujibizana na mimi. Haya, unataka kufanya nini?" Gifti akajibu, "Najua siwezi kufanya chochote kwa sasa kwa kuwa umri wangu bado mdogo, lakini ipo siku utakuja kulipa haya." Baba mdogo akaona namwekea kelele tu, hakuna cha maana ninachokizungumza. Akakamata silaha ili kunifyatulia risasi. Kwa bahati nzuri mlinzi akawa amejifungua zile kamba walizomfunga kule nje. Kabla ya risasi haijatoka, akawahi kuizuia silaha na mlinzi akaniambia, "Gifti, kimbia tafadhali." Gifti akajibu, "Hapana, siwezi kukuacha hapa." "Gifti, nimekuambia uondoke." Niliwaza sana mimi kuondoka pale nimwache peke yake. Nikamwangalia amezuia silaha ya baba mdogo huku anakula kifinyo. Nilipatwa na ujasiri kweli, nikatoroka kufika getini. Geti limefungwa. Huku nyuma kuna jamaa alikuwa ananifuata. Sikujua niliwezaje kwa umri niliokuwa nao. Niliruka ukuta na kudondokea nje. Mimi huyo nduki. Sikujua wapi ninapokwenda, maana ulikuwa ni usiku mkubwa. Niliamua kutokomea kusikojulikana. Nilifikia sehemu nikahisi hapa tayari nimeshawakimbia. Nikakaa chini ili kujipumzisha, na kwa bahati mbaya nikapitiwa na usingizi. Nilipokuja kuamka mida ya saa 4 asubuhi, nikajikuta nipo kwenye nyumba mbovu. Nimefungiwa ndani. Nikaita kupiga makelele, lakini wapi, hakuna aliyeitika. Nilishangaa, nimefikaje eneo hilo? Kumbukumbu zangu nililala barabarani, lakini je, nani aliyenileta sehemu hiyo? Nikakata tamaa, nikajisemea moyoni, na mimi nimekwisha. Bila kujua nani amenileta eneo hilo, nilianza kulia tena. Baada ya kama nusu saa, nikasikia mlango unafunguliwa. Nikasimama kutazama ni nani anaingia. Kwa bahati nzuri alikuwa ni jamaa fulani hivi, anaonekana kabisa ni msela, maana sigara ilikuwa mdomoni mwake na anafuka moshi, mibangi kama yote. Nilimwogopa ingawa aliniletea chakula, lakini pia sikutaka kukila. Mshikaji akaongea, "Kwa hiyo unaniogopa hata chakula utaki kukila?" "Wewe ni nani na kwa nini umenileta hapa?" "Hebu kula kwanza wewe dogo. Acha upumbavu, alafu ndo utaniuliza hayo maswali yako."
siwezi kula chochote hapa, sijajua wewe ni nani. Yule jamaa akapatwa na hasira, akakamata kisu na kuniwekea shingoni. What next? Nini kitaendelea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Mtoto wa Marehemu. Imeandikwa na Abdulnasir Omar na inasimuliwa na mimi msimuliaji wako DJ Stan. Ili kupata mwendelezo wa simulizi hii, bonyeza alama ya subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili kupata notification. Asante.